Mwanzo kabisa katika episode ya kwanza tunaanzia ndani ya jumba la kifalme. Yupo mwanamke mmoja ambaye sasa alikuwa ndani ya leba. Ulifika muda wake wa kujifungua. Huyo alikuwa ni Crown Princess, mke wa prince, yani ambapo ni mkwe wa mfalme. Basi amejitahidi na hatimaye sasa anapata mtoto. Anapata taarifa kwamba amemzaa mtoto wa kiume, yani prince. Huyu ni mtoto wa kiume, ni mida usiku. Alifurahi sana, ameleta dume duniani. Naam, ghafla pale akajikuta anapata tena uchungu. Mheshimiwa, kumbe bana alikuwa amebarikiwa kupata watoto ambao ni mapacha. Sasa taarifa zinasambaa pale. Tunasema nini? Mke wako amezaa mapacha? Nani ambaye atampokea prince ambaye sasa ana mdogo wake ambaye ni pacha? Inakuwaje? Asa mheshimiwa, mfalme anasema iruhusi kabisa. Huyo alikuwa ni mfalme ambaye sasa alikuwa kaleta fujo kweli kwamba iruhusiwi mtoto wa kike ambaye ni pacha kuzaliwa na prince. Unaona? Hii ni kama ishara mbaya. Sasa lazima huyo mtoto wa kike ni kwamba wawe sababu alozolo wa kwanza alikuwa ni wa kiume ambaye sasa ni prince. Wa pili ni wa kike ambaye ni princess. Hii inamaanisha kwamba lazima mmoja wapo hapa uwawe. Na ambaye sasa atauawa ni wa kike. Huyu bwana ambaye anaitwa Kijai, mshauri mkuu kabisa wa mfalme, alimwambia mtoto wa mfalme kwamba lazima huyo wa kike ni kwamba uwawe. Naam. Kwa katika mapacha kuna mmoja ambaye lazima atauawa. Basi jamaa alikuja pona pili. Huyu hapo ni Crown Prince, alijifungua ni mkewe. Sasa atabaki na mtoto wa kiume, alafu huyo mtoto wa kike ni kwamba atauawa, kwa sababu hapa sio ishara njema namna wao wanavodai. Hapo pia ruhusiwi. Maana anasema haimaanishi mtoto huyu hapa kuzaliwa msichana sio sababu yake hapo kuuawa. Tafadhali naomba usimuue. Mume anasema ninja mipango yangu, siwezi kusaidia chochote. Anasema lakini hapa ni binti yako, ni mwanao pia na huyu. Jamaa anasema tayari mfalme ameshawisha kutoa oda, yani baba tayari ameshawisha kutoa maagizo kwamba lazima huyo wa kike uawe, hakuna namna. Mama anasema hapana, unakosea mume wangu. Haijalishi kwamba itakuwaje, wewe ndo mtu wa kuamua. Sasa naomba niambie tafadhali, natamani kujua nini ambacho hapo nataka. Jamaa anasema mimi hapa sipo tofauti. Baba yangu ni mtu ambaye ni mfalme kwenye nchi hapa, na mimi hapa nafanya kile kitu kwa sababu ya nchi hii. Sasa sipo tayari kuiona nchi basi kiteketea, kwa sababu hapa ni ishara ambayo ni mbaya kwamba nchi hapa itakuja kupata matatizo. Kwa hiyo lazima mtoto wa kike ni kwamba wawe huyo pacha ambaye sasa ni wa kike. Naam. Sasa oda ni kama ilitolewa. Uvamizi ukafanyike kunako kwenye ile ofisi ya leba. Watu wote ni kwamba ambao wanafahamu issue kuhusiana na mapacha kuzaliwa ni kwamba wote inabidi uwawe. Naam. Hani ninjas ambao walikuwa wametumwa na mpambe ama mshauri wa mfalme, kwamba watu wote ambao sasa walikuwa kifahamu issue kuhusiana na wale watoto kuzaliwa ni kwamba wawe huko kwenye ofisi ya leba mzee. Naam. Huyo mtoto wa kike ni kwamba atakiwa baba. Na sasa hata baba mtoto ni kwamba hawezi kufanya chochote, kwa sababu hapo ni kwamba anafuata order ya mzee. Na hii wanasema kwamba ni ishara mbaya. Unaona ni afadhali abaki huyo wa kiume, lakini wa kike ni kwamba wawe. Ni mapacha maskini Mungu. Naam. Watu ni kwamba walikatwa, walichinjwa. Ni mida usiku, mvua inanyesha, radi ni kubwa, radi nzito napiga kweli. Watu ni kuchinjwa mzee, watu ni kukimbia. Bwana. Ishu hii ni kwamba inaongozwa na mtu mmoja ambaye anaitwa Kijai, ambaye ni mshauri wa mfalme. Huyo Kijai ni mtu katili sana. Naam. Mheshimiwa, Songioni. Naam. Huyo ndo bwana ambaye anaitwa Kijai ama Songioni. Anasema mheshimiwa, umefanya vizuri sana kumsaidia mfalme kwa kila kitu. Naam, huyo ni kwamba aliuawa. Yuko wapi mtoto aliozaliwa? Sema basi mama mtoto ni kama yupo katika chumba chake. Umzee ni kama alimuulizia Crown Princess, yani sasa alimuulizia mzazi alijifungua watoto mapacha. Huyu bwana uwezo kama ni binti yake. Unaona yani huyo mshauri wa mfalme
kumbe bana, yes, binti yake ndo ambaye sasa alijifungua mapacha. Naye pia sasa ana support issue ya mfalme kwamba mjukuu kwamba wawe. Hapa ni sema ambapo anapokaa Crown Prince, che, taka mchinje. Wana akaambiwa inatosha. Naam. Alisema hivyo alikuwa ni Crown Prince. Huyu hapa sasa ni mkwe wa mfalme, lakini pia ni mtoto halisi wa huyu mzee alikuja hapa, huyu ambaye anaitwa Kinjaya, ambaye Kinjaya ni mshauri wa mfalme. Umeona huyu mtoto wake kina mama anatakiwa. Basi mama anasema alizaliwa wa kwanza ni mjukuu wa mfalme ambaye ni mtoto wa kiume, yani prince. Sasa yuko wapi pacha mwingine huyu wa kike? Maana sasa binti yangu nilimzaa basi amekufa. Yani sasa huyo pacha wa kike ni kama amekufa. Daktari ni kama anatoa maagizo kwamba mara mwisho mtoto ni kwamba alipoteza pumzi kidogo. Yani alishindwa kuhema, kwa hiyo amefariki na mwili wapa kama usheri. Basi akasogea mpambe mkuu wa bwana ambaye anaitwa Kinjaya. Huyu mtaalamu anaitwa Sokjo, ni mshenzi kweli kweli. Naam. Mwili wa mtoto hapa ambaye ni princess pasha huyu akamcheki, kweli mtoto ni kwamba Emi. Hii inamaanisha kwamba amefariki. Basi mtaalamu wa kazi ambaye anaitwa Kinjaya akasogea. Uwezo kuamini huyu hapa ni binti yake, ni mtoto wake kabisa kumzaa. Kwa alibaki hapa ni mtoto ambaye na kiume ni prince. Huyu ni kwamba anaachwa. Mwisho alitoa maagizo kwamba huyu ambaye alifariki basi achomwe, yani kwamba akachomwe moto. Naam. Amepoteza maisha. Mtaalamu ni kwamba anasepa na mpambe wake ambaye anaitwa Sekjo, lakini kwenye mwili wa yule mtoto alichezesha mkono. Bwana ni kwamba kama vile alishtuka fulani. Umeona huyu mpambe alihisi kitu, lakini akaona labda ni mawengi. Naam. Akawa ameondoka. Kumbe hapa bana mama alikuwa amefanya ujanja. Hakunaga mama ambaye anatamani mwanae apate madhara. Naam. Kumbe kuna ujanja ambao madaktari walikuwa wamefanya kumwekea kitu fulani hivi nyuma shingo ya mtoto hapa, ili sasa aache kupumua ama aache kuhema. Kwa hiyo sasa hapa akitolewa kitu hicho ambacho alikuwa amewekewa, hii inamaanisha kwamba atapumua kama kawaida makuema. Naam. Mama akawa tayari binti yake kwamba uawe. Ni afadhali akamtelekeza huko nje ya jumba la kifalme. Basi mtoto ni mzima sasa, ambaye ni Crown Princess, yani princess huyo. Naam. Kwa hiyo kafahamika kwamba yule mtoto wa kike amefariki, yani yule ambaye sasa ni princess. Kwa hiyo princess amekufa, amebaki prince. Ya mwisho anasema hii miili yote watoto ambao wameuawa ni kwamba pia ichomwe moto. Hawa watu ambao wamekuja kuuawa, naam, na wale maninja ambao sasa pia ni kikosi chake. Haya, lakini mtaalamu hapa ambaye anaitwa Sokjo alikuwa na wasiwasi fulani, ana mashaka kidogo. Naam. Basi wakati huo mama anachofanya, anamkabidhi mtoto huyu hapa kwa mlinzi wake, mtu mmoja ambaye sasa anapata kazi ya kwenda kumtupa mtoto huyu ambaye ni wa kike. Afadhali akatupa huko, ataokoa mtoto na Wasamaria wema kuliko wawe. Unaona kwa mama anamkabidhi mlinzi huyu. Anasema kupumua kwake kuna tabu. Kwa hiyo tafadhali ndio akamtengeneza mazingira ambayo ni salama, ambapo pia ataweza kuonana na daktari. Basi mlinzi alisema sawa. Naam, kwani na kutelekezwa ama kutupwa katika nje ya jumba la kifalme. Lakini kwanza kabisa atapelekwa kwa daktari. Mwisho ni kwamba tena kutelekezwa. Mama anapata uchungu. Afadhali mtoto atelekezwe awe mzima kuliko afe kabisa. Kwa mama sasa kabaki na mtoto mmoja ambaye sasa ni wa kiume. Wa kike alitoroshwa usiku kwa siku na sasa anaenda kutelekezwa huko. Naam, ni mwanzo kabisa utapenda mzee. Mashine safi wanaita affection. Upendo au mapenzi. Na hapa tunakwenda kuzungumzia yes, mapenzi ya mtu na mtu, ni baina ya mtu na mtu kupendana. Mahabbat. Ni episode ya kwanza. Basi ndivyo ilivyokuwa. Na hatimaye sasa siku zimeenda. Yule prince ni kwamba amekuwa kidogo. Sasa hivi atakuwa na kama miaka 8 au miaka 9 namna hiyo. Basi na nyuma la kifalme siku leo. Yes. Kuna binti fulani ambao walikuwa kikaguliwa hapa. Hawa ni ambao walipata fursa ya kuja kuomba kazi katika sehemu hii, ambapo walikuwa wanatafuta wafanyakazi ambao sasa watakuwa ni vijakazi wa prince. Naam, ufika hapa napigwa nembo fulani hivi. Katika mabinti hao ambao walikuwa wamekuja kupata nafasi ya kuomba kazi, kulikuwa na binti hapo
binti huyu wanamuita Dami. Dami naye maana yake ni ukuta. Huyu hapo umeona Haya, Prince ni kwamba amekuwa mtoto, ni kwamba fahamu chochote kwamba kuna jambo ambalo litokeaga na kuna siri ambayo lofichwa kuhusiana na kuzaliwa kwake, kwamba alizaliwaga yeye na ndugu yake kama ametoroshwaga. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wanda yule mtoto huko alipo, kama Mungu alisaidiaga, huenda atakuwa amekuwa mtu mzima, huenda pia atakuwa amekuwa na atakuwa na umri kama huyu Prince. Anyway, basi pana pili, leo watoto wa viongozi ni kwamba wanacheza mpira. Hususa pia hapa yupo Prince mwenyewe. Anafika mtaalamu wa kazi ambaye anaitwa Kinjai. Dogo anasifika sana. Che, huyu hapo Prince Lee. Siku zimeenda sana, kwamba maisha mengine sasa yameendelea. Na kwa sasa baba yake ndio ambaye ni mfalme. Huyu hapo dogo ni hatari kweli kweli. Yeye anaswaga fulani hivi kama za CR7 Cristiano Ronaldo. Noma kweli kweli. Haya, ambao anacheza nao hapa pia ni watoto wa viongozi, wengine pia ni maprince. Unaona Tunakuja funda pili. Katika sehemu hii wanapatikana vijakazi ambao kazi yao wao katika jumba la kifalme ni kuhusika na kufanya usafi, kufua nguo na nini kama hivyo. Sasa yupo binti mmoja yule ambaye mara ya mwisho tulimuona ambaye anaitwa Dami, alipata fursa kupata kazi katika jumba la kifalme, yeye ni kijakazi. Sasa kuna nguo moja sio kama imepeperushwa na upepo, sasa kama imedondokea kwenye mti huu, sasa nataka itoe kufikia sasa anaweza. Anyway, anaitwa Dami. Dami naye maana yake ni ukuta, ndio maana Dami. Sasa kuna huyu hapa akawa amemuona, nimekwambia kama inabidi tuondoke. So mimi nitaondoka afu nitakuacha. Nitasema subiri kidogo. Na mwisho moja kwa moja mpaka chini. Unaweza kunipatia mpira? Sasa nakuja kibonge fulani hivi. Huyu hapa ni kijakazi wa Prince. Uchali anaitwa Bogdong. Dami akampatia mpira huu, akamwambia nashukuru. Lakini Bogdong alishtuka sana kumuona Dami. Vipi kwani? Kuna uchafu kwenye uso wangu au? Alishtuka. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu huyu kafanana copyright kabisa na Prince ambaye anaitwa Lee. Sasa mpira umekuja mbele kiasi gani? Kwa hiyo sasa anakuja Prince Lee. Dogo huyu Bogdong ikabidi akae pembeni. Prince anafika hapa naye pia anastaajabu, anashtuka. Kila mmoja anamshangaa mwenzake. Wamefanana copyright kabisa. Yaani wamefanana copyright kabisa, utasema ni mate. Yaani uchukue mate yako teme pembeni. Unaona Sasa kumbe bana mtoto alivyotupoga kipindi kile ama kutelekezwaga, kumbe bana alikopoga ni mtoto wa mtaani. Kwa hiyo baadaye amepata nafasi kuja kuomba kazi huko na sasa yupo ndani ya jumba la kifalme. Basi baadaye mama alitoa taarifa na kijana wake Prince kwamba mama haiwezi kuamini kuna binti moja mimi fanana naye copyright kabisa. Yaani utasema kwamba ni pacha yangu sijui. Eti Bogdong, si kweli Bogdong? Eti Bogdong. Sema ndo ni kweli. Maana sema mambo msiongee tena, sawa? Eti pacha kitu gani? Unupuzi gani huo? Mama alishtuka, kapotezea. Sema nilikuwa tuna wasiwasi mama. Hata nawe pia kama ungemuona lazima ungeshtuka. Maana sasa natosha kabisa. Sawa? Haiwezekani kabisa kijakazi wa jumba la kifalme afanane na Prince. Tumeelewana? Tena usiwaambie mtu wote taarifa hizi. Usije kusema hizi taarifa. Umenisikia mwanangu? Mama. Sema sawa mama. Huyu ni Prince Lee. Naam. Lakini mama alishtuka sana, inakuwaje hizo taarifa? Sio kawaida. Ni miaka mingi sana imepita. Mara mwisho niliambia kwamba binti yangu alitelekezwa na jumba la kifalme, yani nje. Wewe unasema ndio. Mara mwisho mlezi ni kwamba alienda kumtelekeza huko nje ya jumba la kifalme. Sasa naomba nikutanishe na huyo mlezi. Lakini kwanza ningependa ukamtafute msichana ambaye mwanangu amemuona. Huyu ni kijakazi, alipata maagizo kwamba sasa akamtafute kijakazi. Unaona? Anyway. Basi 저하를 많이 닮으셨습니다. baadaye 강소원의 시간강들 모두 dogo huyu 오심을 ambaye ni Lee 여기고 있어. hapa alikuwa yuko na baba ambaye ni mfalme, lakini pia na mwalimu. Sasa 듣자하니 서책을 읽는 일보다는 mzee anasema kwa taarifa ambazo nimepata bana kwamba wao wanapenda sana kucheza mpira kuliko kusoma vitabu. Kwa sababu gani? 그것이 사실. Kuna siri gani? Je, ni kweli? 스승님 말씀대로
제가 아빠 마마를 닮았다. Anasema sana kama mwalimu amesema habari ambazo za uongo. Tashi. Sio kweli. Ila nahisi mimi hapa sijarithi chochote katika kwako. Kweli? Haya. Mtoto anapenda sana kucheza mpira huyu kuliko kusoma. Haya. Hapa yuko baba lakini pia yuko na mwalimu. Ghafla pale pale wanakuja walinzi fulani. Wanaingia kwa fujo hatari. 무슨 짓이냐? Vipi hapa unaona fujo? 지조 Usmani mheshimiwa. Haya ni kwamba sasa wameagizwa. Mchukueni. Naam. Mwalimu ni kwamba anachukuliwa. Mwalimu wa Prince. Hii inamaanisha kitu gani? Mwacheni haraka. 익선을 잡아들이라는. Tumepata oda na mfalme kwamba tumkamate huyu. Yaani oda sasa imetoka kwa babu Yesu wa Prince ambapo sasa ni baba wa mfalme. Sasa kuja kuonana na baba yake. Inakuwaje mwalimu akamatwe? Sababu nini mpaka yule mzee watu wamekamatwa? Eti baba mzee mzima ambaye ni Kinjae anasema kuna taarifa ambazo tunazipata kwamba mtu yule ni kwamba anapotosha watoto wetu. Hii inamaanisha kwamba pia anashirikiana na waasi fulani. Muone kwamba ni mpelelezi. Naam. Wewe kwa mimi ambaye anaongea hapo ni mkwe sasa, ni baba mkwe wa mfalme. Unajua hapa kuna wafalme wawili. Mfalme ambaye alipita na mfalme wa sasa hivi. Mfalme wa sasa hivi ni baba wa Prince. Kwa hiyo mfalme wa sasa hivi akikutana na mfalme wa zamani, yeye ndo anakuwa kama Prince, alafu mfalme wa zamani anakuwa mfalme. Naam. Sasa dogo alitamani kujua kwa nini mwalimu wake amekamatwa. Na inasemekana kama mtu yule amepelekwa sehemu mbali sana. Sasa huyu ni Prince. 괜찮아? Wewe vipi uko sawa? Sasa uko na bakunonga. 그만 초소로 돌아가세요. Sasa mheshimiwa naomba turudi bana, pia nipatie nguo zangu. 이꼴치 않으신다. Sasa mwalimu wangu ni kwamba amefukuzwa katika jumba la kifalme. Wanasema kwamba ita na makosa. 김기신이. Sasa mimi nataka kwenda kuonana naye ili sasa niambie 밖에 없질 않네. kwamba je ni kweli alikuwa akishirikiana na waasi, kwamba ni mpelelezi. 좀 들려줘. Sasa hapa nachungulia kwamba atatokaje. Mheshimiwa nimechoka eti. Huyu hapa ni Bakdonga. Haya. Sasa walinzi ni mkali katika sehemu hii. Walinzi wanapita pita. Uso kwa uso. Dogo amekutwa. Wewe chini. Nini? Chini wewe. Hey! Yani